Nafikiri umeshapata maswali mengi sana kuhusu hili, na mimi mwenyewe natamani kuweza kufahamu mtaji wa kiasi gani unaweza kwenye biashara hii. Hii ni moja kati ya biashara ambayo unaweza kuanza na mtaji mdogo sana na ukaendelea kukua polepole na mtaji wako ulioanza nao. Kwa mfano, labda kwa mtaji wa 1,500,000 mtu anaweza kuanza nao. Kwa mtaji wa 1,500,000, cha muhimu unataka kuzingatia ni selection ya bidhaa. Supplier anataka kupe bidhaa ambazo ni fast moving, ambazo ziko sokoni zinatembea kwa haraka sana, ili uweze kuzungusha ile hela, ile faida uendelee kuongeza kwenye mtaji wako hivyo hivyo. Ni bidhaa gani za kuanzia? Kwa bidhaa ambazo zinauzika sana na zinazotoka ambazo ni za matumizi ya kila siku, lazima mteja ahitaji kubadilisha. Uwezi kukosa cover za zile simu ambazo ni zinatoka sokoni. Supplier lazima wanazijua na atakwambia. Glass protectors ambazo zile huwa ni models za kuingiliana, mfano kama Hot 80. Sawa. Uwezi kukosa USB za fast na zinazosoma data. Uwezi kukosa charger. Ni kosa gani kubwa wanalofanya kwa ambao wanaanza hii biashara? Watu wengi wanaoanza, kosa kubwa wanalofanya kwanza ni kumchagua supplier. Baada ya kumchagua supplier, cha pili ni kutokujua exactly eneo lake ambayo anaenda kufungua biashara wanahitaji nini. Akifanya manunuzi anafanya kwa tuseme ni hisia au tusemaje, yani anaangalia rafiki yake tu ana simu gani anataka kununua kwa ajili ya kuangalia rafiki yake, lakini angalia wateja wake wengi. Mtaji mdogo unaweza kukuza biashara kweli? Kwa mtaji kama huo nakwambia wa 100,000, 1,500,000, kwa mtu ambaye ana discipline nzuri, ameamua kuistudy market na ameamua kuwa na consistency, inaweza ikakua pesa vizuri. Social media nimekusikia huwa unapenda sana kuisema, unaweza kunielezea kidogo? Ujue dunia sasa imebadilika, maisha yote yanaendeshwa na mtandao. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa na duka dogo tu, lakini anafanya mauzo makubwa kwa sababu yuko based na online, labda kutumia Instagram, kutumia TikTok. Hiyo mitandao sana ina wateja, hiyo kuitumia vizuri. Okay. Kwa sentence moja, je, biashara hii ya accessory inalipa kweli? Biashara hii inalipa vizuri endapo kama utaamua kulijua soko vizuri. Uwekeza muda wako kulijua soko vizuri na uwe na consistency kwenye kuifanya biashara hii, utaona matokeo yake. Okay, lakini watu wengine kwenye hii biashara wanaona ina faida ndogo, unasemaje kuhusu hilo? Wanaona ina faida ndogo kwa sababu unaangalia kwenye bidhaa chache, lakini ukiwa na variety za bidhaa, ukikusanya labda huko 500 kwa siku, ile mauzo uja kucollect uja kukuta una faida nzuri. Sasa nini kinawafanya wengine wasifanikiwe? Watu wengi kwenye biashara hii hawafanikiwi kwa sababu kama 3 au 4 tutazielezea. Kuna kutokujua market, kutokujua soko sasa hivi lataka nini, wateja wanahitaji nini na kipi hakihitajiki. Cha pili, kuagiza bidhaa ambazo haziuziki, either kwa kujua au kutokujua ameuziwa na supplier wake. Pia la tatu, kuna kuchanganya mtaji wako na matumizi yako ya ofisini, ya kuendesha ofisi na matumizi binafsi. Kwa lazima ujue kutenga faida yako, lazima ujue kutenga hela kwa ajili ya run office, nasema operational costs za office, lazima ujue kutenga hivyo vitu. La mwisho pia mawasiliano, pia wateja mwingine labda wanatumia platform za mtandaoni, labda social media, uwe active kujibu wateja. Hata pia kwenye WhatsApp wateja wanauza maswali, pia active kujibu, na simu vipigiwa na wateja pia wape maelekezo yanayoeleweka. Okay.